Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo ni omba pamoja na Roho Mtakatifu, maombi yako yapate kibali. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue kwenye kitabu kile cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 26. Warumi 8 mstari wa 26 na 27. Maandiko yanasema Ndio, tafadhali kwa Roho tusaidie usiku wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kujua tusipoweza kutamka. Na yeye tu sana Roho aijua nia ya Roho Mungu, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanapozungumza habari ya Roho kutusaidia kuomba ili atuombee maombi ambayo yana kibali mbele za Bwana, anamaanisha kwamba sisi ndani ya nia zetu hatuwezi kufikisha maombi ambayo yametimilika au yana haki. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukaomba kweli kimwili, lakini maombi yetu hayajatimilika kuwa na haki kupata kibali mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu sasa huchukua nafasi ya yeye kutuombea maombi yenye haki mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mbele za Bwana, yaani kwamba mwisho wa siku wewe unaweza kaenda mbele za Bwana kutubu, lakini usitubu kwa kina kama ambavyo Roho wa Bwana au Mungu alitaka asikie toba yako ambayo unaitubu. Kwa Roho Mtakatifu anahitaji nafasi ya wewe kumruhusu aombe yeye ili kufikisha msamaha ambao unakubalika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi hatuwezi tukaomba jinsi inavyopaswa kuwa. Kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho, nadhani ni Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 14. Unaweza ukasoma ndugu. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 14. Ndio. Nitasoma. Ndio. Maana nikiomba kwa lugha roho yangu roho, lakini akili zangu hazina matunda. Endelea. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaomba kwa akili, lakini pia ndani yake ni Roho wa Bwana amekusaidia kuomba kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba umeruhusu uombe kwa lugha ambao unaiomba wewe, lakini ni Bwana ndiye ambaye, Roho wa Bwana ndiye ambaye amekuwezesha kuomba maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe. Naposema nitaomba kwa roho, nitaomba kwa akili pia, maana yake bado Bwana anakusaidia. Haleluya. Kuomba maombi ambayo yanayopaswa kuwa. Kuna nyakati ambazo Roho wa Bwana peke yake anaweza akakuombea tu. Bwana Yesu asifiwe. Akakuombea tu, lakini wewe ukawa ujui aliomba kwa matamko gani, lakini yeye alikuombea yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kuna wakati ambapo sasa
Unapokuwa unaomba kwa roho tu, wewe unakuwa hujui hata kinachoombwa ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Ila baadhi yao watu ambao wana kalama ya kufasiri lugha, anaweza akapata neema ya Bwana akaruhusu pia akafungua kwenye hiyo kalama wakati anaomba, akawa anaelewa kila anachokinena au kila anachokiomba katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Akaelewa kila anachokiomba. Nadhani kwa watu ambao wana kalama ya kufasiri lugha, ambao Bwana amewajalia, wanajuaga wanachokiomba baadhi yao, ila si kila wakati. Hapo ndo tuelewe, itategemeana wewe umejifunguaje kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja kuna vitu ambavyo vilitokea vya kiroho. Nile hitaji nikamwambia Bwana, naomba uombe kwa ajili ya hili hitaji. Roho wa Bwana ndo alinena kwa lugha tu lisaa lizima, kwa mzigo mkubwa. Nasikia mzigo, lakini sijui naomba nini. Lakini mwishoni Roho wa Bwana ndo ananiambia tayari umeshinda kwenye hicho ambacho nilikuwa nakuombea, kwenye hili hitaji ambalo umelikabidhi mbele za Bwana. Kwa hiyo kuomba kwa pamoja na Roho inafaa sana, kwa sababu utaomba maombi ambayo yakapelekwa kwa hoja ambazo zinakubalika. Unaweza kawa hoja yako ni nzuri, lakini jinsi ambavyo unaipeleka haupeleki jinsi inavyopaswa kupelekwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho wa Bwana inabidi awe pale sasa kupeleka hoja ambayo inayotakiwa kuipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba kwa namna hiyo, maana yake utakuwa na kibali maombi yako kusikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ukiomba pamoja na Roho, kuna nafasi ya maombi yako kupata kibali mbele za Bwana, na utambue kwamba Roho wa Bwana ndo muombezi anayeweza kuombea kwa haki yote. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba kimwili tu, yanaposema kimwili, maana yake Roho wa Bwana hajahusika hapo wewe kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa naweza nikasema kwamba kuna stage, lakini bado pia pale ni Bwana tena anasaidia. Haleluya. Kuna wale watenda dhambi ambaye anaomba jazo na Roho Mtakatifu, tena Bwana mwenyewe ndio huwa anamfanya tena mtu awe na juhudi ya kumtafuta Roho Mtakatifu. Unaona? Haleluya. Yaani Bwana mwenyewe tena ndio anamfanya mtu awe na juhudi. Hajapokea Roho Mtakatifu, lakini Bwana pia ndio anamsukuma. Funga, anafunga. Hajapokea hapo, lakini tena ni Mungu mwenyewe ndio anayemsukuma. Ndio hapo sasa tunaanza kuzungumza habari ya neema, kwamba Mungu anaachilia neema. Maana yake anaweza kaachilia nguvu kwa mtu kwamba hakustahili kuwa na hizo nguvu kwa kutubu, lakini Bwana aziachia ili akafanikishe kitu fulani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kuomba pamoja na Roho. Naposema pamoja na Roho, utaomba kwa akili, lakini utaomba kwa Roho pia. Kwa kuna wakati ambapo utahitaji, kama vile unaona kama huamini hivi kwamba hiki ninachopanga ukiomba ni hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi kwa watu wanaweza wakaswitch. Sijajua kama wote wanaweza kuswitch. Naweza nikatoa mfano. Wakati mimi naomba, nikifikiria tu nikasema lakini nataka niombe hivi, tayari Roho wa Bwana wananirudisha tena, naanza kuomba tena kwa jinsi ambavyo mimi nataka kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tena kwa Kiswahili. Wakati nikisema mbona naomba tu kwa Kiswahili, Roho wa Bwana tena automatic anaanza tena kunena. Hiyo sasa ndio inaitwa kuomba pamoja na nini? Na Roho. Haleluya. Kuomba pamoja na Roho. Kuna wengine Roho wa Bwana sasa ambao hawana neema ya kufichi vile, akanena hakajua anaingizwa kwenye kunena au kutoka kwenye kunena. Maana yake maombi tu ni Bwana tu mwenyewe ndo amefanya nini? Ameatawala, anamuongoza jinsi ambavyo Bwana yeye anataka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati kama ambavyo nimewambia, Bwana mwenyewe anaweza akaomba tu, akashuka hapo, ukaanza kuomba, ukaomba tena kwa mzigo, hata ukujua uliombea nini, na utawahi kujua ulikuwa unaombea nini.
basi, na itakuwa imeishia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwisho wa siku tunamhitaji Bwana tusaidie kwenye maombi yetu. Ndio maana nakuwa nasisitiza sana kwa mtu wewe ambaye hujapokea Roho Mtakatifu, mtafute Roho Mtakatifu. Haleluya. Funga, mwambie Bwana nijaze na Roho. Ni ngumu sana kufanya vitu vya kiroho pasipo Roho Mtakatifu. Ni ngumu sana. Yaani kitu ambacho hakiwezekani. Haleluya. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Fanya vitu vya kiroho una Roho Mtakatifu. Kwa maana huwezi kaomba muda mrefu kwa sababu una Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ijapokuwa tena nimesema kwamba kuna neema pia ya mtu kuomba kabla hajapokea Roho Mtakatifu, ni Bwana anataka apokee. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna nguvu za Mungu zinatumika kusukuma ili kupokea. Yaani kusema Roho wa Bwana anakuja kwa muda, ila hajajenga makao, ila amekujaza na nguvu zake tu kwamba uombe ili upokee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hivi kitu kinatokea mtu ambapo labda ndo ameokoka au ndo anahitaji kupokea kipawa, atajikuta kwa anaona kuna shauku ya kufunga sana, anafunga sana. Na wakati mwingine hajui hata anachokiombea. Bwana Yesu asifiwe. Anafunga tu anafunga. Maana yake hapo ni Bwana anamwezesha, amempa msukumo wa kufanya. Ila sio kama amejenga makao ndani yake. Kwa hiyo kuna Bwana kusukuma na kuna Bwana kujenga makao. Na hicho kizungumzia hapa ni Bwana kujenga makao. Ili uwe na uhakika wakati unaomba upate kuomba pamoja na yeye Bwana. Soma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 anasema kwamba tazama nabisha hodi. Yeye atakayefungua mlango nitaingia kwake, nitakaa pamoja naye, nitakula pamoja naye. Maana yake kwamba kweli kuna wakati utaomba kwa mwili, lakini Roho wa Bwana amekuwezesha kuomba kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama Bwana unakula pamoja naye, je, kwenye kuomba utakuwa unaomba peke yako? Hapana, maana yake utaomba tena pamoja naye. Kwa hiyo kila kitu utakachokifanya umekifanya pamoja na yeye Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwenye maombi hata anaposema nitaomba kwa akili pia, lakini bado Bwana ataweka usahihi wa kila atakachokiomba. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tusome kwenye kitabu kile cha Yakobo 5 mstari wa 16 na 17. Naweza kusoma ndugu 16 hadi 17. Ndio. Na kuelewana kupata kufaidi. Uongozaji wenye haki kwa sana na kuoga kwa Mungu. Elia alikuwa mwanadamu amesalia dogo la sisi. Akaona kwa Mungu kwa Mungu. Na kwa kuonyesha kwa nchi muda wa miaka mitatu na miezi 6. Ishi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunapozungumza kuomba pia kunahitaji bidii. Unaweza ukaomba pamoja na Bwana lakini usipate nafasi na kuomba kwa bidii maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kudumu pia katika maombi kwa muda mrefu. Hicho kitu sio tunakisahau. Bwana anaweza akasikia maombi ya dakika 5, dakika 2, lakini kuna kudumu pia kwa bidii. Tunahitaji pia bidii ili tena maombi yetu yapate kibali. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kusema kwamba unaweza kaingia kuomba nusu saa, lakini Roho wa Bwana alikuwa bado anahitaji aombe zaidi. Lakini kwa kuwa wewe umefunga neema ya yeye asikuombee, maana yake hata aomba utaomba kwa bidii na inakuwa ni ngumu kwako kupata maombi yako kibali, kwa sababu hukuonyesha tena nini? Bidii. Napozungumzia bidii, unajua roho inaweza ikawa iko tayari kuomba, lakini mwili wako unakukatalia kuomba. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna vitu ambavyo Bwana alikuwa anataka uviombee, lakini mwili wako umekatalia kuomba. Sasa swali, hata kama ni Bwana anataka kuombee, maana yake unataka kuniambia kama sasa hicho alichokuwa anataka Bwana ukiombee kimepata kibali au ndio umekiombea? Maana yake ni hapana. Bwana alikuwa anataka uombe masaa mawili, umeomba nusu saa. Je, maombi yako atapata kibali? Hapana. Maana yake ujifunze pia kumruhusu Roho wa Bwana aombe kwa muda ambao yeye anafanya nini? Anautaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana. Unajua mara nyingi kweli sisi naweza nikasema tujafika kwenye utimilifu. Ni wakati mwingine Bwana anatuchukulia tu kwenye udhaifu ambao tulionao. Bwana anataka sisi tuombe labda masaa 3, lakini sisi tunataka tuombe masaa 2 au lisali moja. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wakati ambapo sisi Bwana ametaka labda tuombe labda masaa lisali moja, ila sisi huyo ndio tunataka tuombe masaa 6. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mwisho wa siku tukiongozwa na Roho Mtakatifu, maombi yetu yatakuwa na kibali kubwa zaidi cha kujibiwa na Bwana kila wakati. Haleluya. Kila muda. Yaani kwamba utakuwa naomba maombi ambayo yana shabaha ya kujibiwa, tofauti na kuomba kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua unaweza ukawa umeplani kwenye akili yako kuomba kitu fulani, lakini wakati unapoenda kupiga magoti utaanza kuombea kitu kingine kabisa. Kila ukijaribu kukiombea hicho kitu upate kibali, lakini Bwana anakusukuma kuombea vitu vingine. Ndivyo ilivyo tofauti wa kuomba kimwili na kiroho. Niliwahi mimi nimefunga maombi yangu vizuri, ninataka kuombea kitu kingine, Roho Bwana akaniambia niombe kitu kingine. Na sikio nikaombea nchi sana kwa mzigo mkubwa, yani Bwana ndo akawa anaomba ndani yangu. Nikalia sana kwa ajili ya toba ya nchi ya Tanzania. Ni kwa sababu Roho wa Bwana alichukua nafasi ya yeye kuomba au ya kuomba pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kusema kwamba anaposema nitaomba kwa akili na nitaomba kwa roho pia, anazungumza ni yale maneno ambayo unayotamka. Lakini haimaanishi kama ukatamka maneno ya Kiswahili kwamba ndio unaomba kwa kimwili. Ni Bwana bado amekuruhusu ombe kwa maneno ya lugha yako wewe, lakini bado hayo maneno yametoka kwake yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ni nini kinachotokea? Bwana atakapokuonyesha katika roho dhambi ya nchi na utakapokuwa tubu kwa maneno ya Kiswahili, je, ni wewe ndio utakayekuwa tubu au ni Bwana ndiye amekuwezesha utubu kwa sababu uliona dhambi ya nchi? Jibu linakuja kwamba tena ni wewe Bwana ndiye ambaye amekufunulia upate kuona hiyo dhambi ili utubu. Hata kama utakuwa nena kimwili, unaomba kimwili, bado ni Bwana pia ndiye aliyefanya nini? Aliyehusika. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa ya maombi ya mtu anayeomba kwa mwili, kwa roho na kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa akili yana nafasi ya kupata kibali mbele za Bwana. Kwa sababu anaposema akili, Bwana anaweza kapenyeza kwenye akili wazo lako kuombea. Maana yake Roho wa Bwana yule ndio anaweka wazo lako kuombea. Utaomba kwa Kiswahili, lakini Bwana ndiye ambaye alikiachilia ukiombee kwa Kiswahili au kwa lugha nyingine yote ambayo unaoitumia. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku maombi yetu yanapaswa awe maombi ambayo tunayaomba katika roho tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa utofauti wa maombi sasa ya mwili, ya kimwili. Maombi ya kimwili ni maombi ambayo yanatokana na tamaa ya mwili, yani sio matakwa ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sio matakwa ya Bwana. Naweza kama nilitumia neno mwili lakini halikupaswa litumike hivyo, nilikuwa namaanisha akili. Mwili sasa wenyewe huwa umejaa tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenyewe unakuwa umejaa nini? Umejaa tamaa. Kwa hiyo maombi utakayoyapeleka kwa mwili yatakuwa ni maombi ambayo yanakinzana na Bwana kila ambacho amekusudia wewe ukipate. Lakini ukiomba pamoja na roho, maana yake utaomba maombi ambayo Bwana anataka wewe uyaombe. Lakini mwili utapeleka hoja ambazo zinapingana na matakwa ya Bwana.
au zinapingana na kile Bwana anachokusudia kwenye maisha yako, ni ngumu sana maombi yako kupata kibali, maombi ya mwili. Soma kwenye Yakobo hiyo sura ya 4 inazungumzia habari mwaomba wala hampati. Sura ya 4 soma 4:3. Yakobo sura mstari wa 3. Ndio hata waomba hampati kwa sababu ni watu vibaya, ili mlitumie kwa tamaa zenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwaomba, hata kama mnapoomba mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Maana yake na chanzo cha tamaa kinatokana na nini? Kinatokana na mwili. Yaani mwili ndio ambao huwa unaleta mawazo au vishawishi. Nataka niwe na gari. Nakumbuka kuna kipindi ambacho baada ya kupokea uamsho nikasema sasa kanisa limepatikana Chamazi. Mbali. Takuwa nafanyaje? Sasa hapa ili kurahisisha takiwa niuze kitu fulani, ninunue gari. Ili niwe nawahi kwenda kule kanisani. Nikajiwekea hivi na nikaliingiza kwenye mipango. Kila nikitaka nikifungua Biblia nakutana na andiko la ole wao, nadhani liko Mika sura ya 2. Mika sura ya 2. Mika sura ya 2. Mika sura ya 2 mstari wa 1 inasema, ole wao wakusudiao mambo maovu na kuyatenda mabaya vitandani mwao, kunapokupambazuka asubuhi kuyafanya kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Nao hutamani mashamba na kuyashika, na nyumba pia, nao huzichukua. Nao humwonea mtu na nyumba yake, na mtu na urithi wake. Yaani Bwana alipokuwa anakimaanisha kila nikifungua Biblia kwamba kwa sababu nilikuwa na tamani niwe na gari, hayakuwa makusudi ya Bwana niwe na gari kwa kipindi hiki, na wala si Bwana aliyeniruhusu kufanya hivyo. Maana yake nilikuwa na tamani kwa tamaa zangu, yaani kwa nia zangu. Niliahirisha kweli. Kila nikifungua Biblia nakutana hapa nahisi kuhukumiwa. Kila siku nikifungua Biblia ilibidi niahirishe. Sasa maombi ya mwili yamejawa na tamaa ambayo hayawezi wewe kukusaidia kuurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hayakusaidii wewe kuurithi ufalme wa mbinguni. Ndio maombi ya mwili. Maombi ya akili yaliyomalishwa pale ni roho Bwana anapenyeza kile cha kukiombea. Lakini ya mwili mwenyewe yanakuja tu. Yanakuja naona fulani ana gari, analinga, kuna mimi ninunue gari ili nilinge. Huo ni mwili. Hiyo sio roho. Kwa hiyo utakapoenda kuomba, utaenda kuomba maombi ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka kukimaanisha kwamba bado roho wa Bwana ndio anatusaidia sisi kuomba maombi yaliyo sahihi. Utaomba kwa Kiswahili, lakini ni Bwana ndiye aliyekusudia uombe kwa Kiswahili. Lakini maombi ya mwili ni maombi ambayo yako kwenye nafasi ya wewe kukosesha na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ya wewe kukosesha na nani? Na Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo hapo kitu cha kutambua, penda kuomba pamoja na Bwana ili maombi yako yapate kibali. Ukiomba pasipo Bwana au roho wa Bwana, ni ngumu maombi yako kupata kibali.
Bwana Yesu asifiwe. Usiombe maombi ya mwili kama. Haleluya. Omba maombi ya akili, kwa sababu ndani ya akili zetu ni Bwana ndiye anayetupa cha kukiombea. Haleluya. Wakati unapiga magoti kuomba, ndani ya akili yako hata ulikuwa na hitaji lako, lakini ile hitaji utapewa namna nzuri ya kukiombea. Bwana Yesu asifiwe. Utapewa namna nzuri ya kufanya kukiombea. Kwa hiyo dili na akili yako pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tufurahie kuomba maombi ambayo yanaambatana na Bwana, yaani roho ya Bwana iongoze hayo maombi. Usipende kuomba kwa mwili. Mwili umejaa tamaa. Mwili wako huwezi kuomba kitu kizuri mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya mwili ni dhaifu. Uasherati nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyakati ambapo mwili sasa, maombi ya mwili yako, nimechelewa kuolewa, Bwana ninaomba unipe mume, hata kama sio Muislamu, utambadilisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni mwili. Haleluya. Yaani unakuja na tamaa, yaani unapeleka maombi ambayo yana tamaa. Unaomba ili kutumie kwa nini? Kwa tamaa. Lakini roho wa Bwana yeye ananyosha vizuri, anakuombea tu. Mwambie Bwana, naomba uombe pamoja na mimi kuhusiana na swala langu la ndoa. Kuna vitu ambavyo atakavyoviombea ambavyo yeye vitakuwa na kibali cha wewe ukuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Au kupata kibali maombi yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amina. Tusome Luka 18 mstari wa kwanza hadi wa 8, lakini tutasoma tu mstari wa 7 na wa 8. Luka 18 mstari wa kwanza. Ndio. Itasoma. Akawaambia mfano ya kwamba inapaswa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadi katika mji fulani au mchi Mungu wa moyo wote, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa amemwombea akisema, nipatie haki ya adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa si mcha Mungu wala sijali yake, lakini kwa sababu mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunitia aibu. Wala akasema, sikilizeni asemaye yule Bwana Ibrahimu. Mstari wa 7. Mungu husema, atawapatia haki wateule wake walioingia mchana na usiku, naye kumjaribu kwao. Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapovuta namna yake, je, ataiona imani duniani? Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 kuna maneno yanayozungumza na Mungu, je, hata wapatie haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu anaweza kauliza sana kusema kwamba mtu anapoenda kudai mtu haki yake mara kwa mara, je, unaenda kudai kimwili? Bwana Yesu asifiwe. Bwana anachokimaanisha hapo ni kwamba ile kuomba kwako mara kwa mara, unapokuwa unaomba pamoja na Bwana, maana yake kuna neno hapa, hata wapatia haki wateule wake. Maana ya wateule ni watu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu. Maana yake unapokuwa unaomba na Roho wa Bwana mara kwa mara, ni yale maombi yanayoenda kugusa moja kwa moja, yanamsumbua Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti na pale ambapo mtu atakapoenda kuomba kimwili, ni maombi ambayo hata yapiki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maombi ambayo wateule wanayaomba, maana wateule ni watu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu. Hakuna mteule ambaye hana Roho Mtakatifu.
Maana yake wakati tunamwendea Bwana kumwomba mara kwa mara, tunapoomba katika roho, maana yake ni maombi ambayo yanaenda kugusa moja kwa moja, yanamsumbua Bwana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yana kibali kwamba unamsumbua Bwana, yaani ana kibali cha kusikilizwa, tofauti na maombi ambayo unaomba kinge. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwe na nafasi pia, haimaanishi kuomba katika roho kwamba tukiomba mara moja ndo basi Bwana ndo anafanya nini, anakuwa amesikia. Ni kweli Bwana anakuwa anasikia, lakini maandiko yanazungumzia kwenye kitabu cha Isaya kwamba nikumbushe upate kupewa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Nikumbushe upate kupewa nini? Haki yako. Maana yake pia kuna haki ambazo tumepewa, tunaziomba. Haleluya, tunaziomba na Bwana. Kuna wakati ambapo hajatupa kwa nyakati fulani, Bwana anasema tumkumbushe. Maana yake ni ile kuomba mara kwa mara katika roho. Ndio maandiko yanasema, ndio unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Hiyo ni Isaya 26, Isaya 43:26. Bwana Yesu asifiwe. Nikumbushe tuhojiane. Maana ya hoja ni nini? Maana ya hoja ni ahadi ambazo Bwana amekuahidia wewe, mtakatifu wa Bwana. Haleluya. Umkumbushe, mojiane Bwana. Si wewe uliyesema utafanya hivi, si wewe ulisema nikiomba utasikia. Huko ndo kuhojiana na Bwana. Unapomhoji maswali na mlazimu Bwana kujibu na kukumbuka mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Eleza mambo mbele za Bwana. Kwa hiyo nimesema hivyo ili mtu asije akasema tena nikiomba mara moja katika roho Bwana ameshasikia maombi yangu. Hapana, Bwana anayasikia, lakini Bwana anataka umkimbue. Haleluya. Bwana anataka umwendee mara kwa mara. Haleluya. Umkumbushe hoja zako. Haimaanishi kumwomba Bwana kazi, hajakupa kazi leo, sio kama ndo nyamazi. Alisikia, lakini bado anataka uhoji, udai haki zako za msingi. Na haki zetu za msingi zinatokana na nini? Zinatokana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.